Hello, shalom. Mimi ni Caleb Julius na nichukue nafasi hii kukualika tena katika episodi nyingine ambayo tunajifunza baadhi ya mambo kupitia neno la Mungu, na tuko hapa leo tunaenda kuangalizia namna gani tunaweza kuwa na tabia zilizo njema sawa sawa na neno la Mungu linavyotuhitaji kuishi katika mwenendo ama tabia zinazofaa mbele za Mungu. Na kwa kwanza kabisa ni kuombe wewe ambaye bado hujasubscribe account hii, naomba ubonyeze button hiyo ya subscribe ili usipitwe na episode zitakazokuja kupitia ukurasa huu. Na somo letu leo tunaenda kuangalia kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 4 na ule mstari wa 12. Biblia inasema, mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Kuwa kielelezo ama kuwa mfano katika mwenendo. Mwenendo unajumuisha hali ya maisha ambayo unakuwa nayo, vile unavyoishi na watu, vile unavyofanya mambo yako, na hii kwa lugha nyingine tunaita ndiyo tabia. Sasa utaniuliza tabia ni nini? Kwa lugha ama tafsiri rahisi zaidi, tabia ni mjumuiko wa mambo tunayojifunza kuyafanya kwa namna ya kujirudia, ambako kunapelekea kufanya hayo mambo ama kufanya jambo fulani bila kutumia uwezo wa ziada. Sawa? Kufanya mambo kwa namna ya kujirudia. So kile kitendo cha kujifunza kufanya either ratiba fulani kwa kujirudia siku baada ya siku inatengeneza kitu tunaita tabia. Sasa Biblia inazungumza kwa habari ya kuwa kielelezo ama kuwa mfano katika eneo la tabia. Na tunajua ya kwamba ziko tabia zinazofaa na ziko tabia zisizofaa. Sasa tunapozungumzia tabia mbaya na tabia njema, utaniuliza ninawezaje kushinda tabia mbaya kwa tabia njema? Neno la Mungu linazungumza katika kitabu cha Warumi sura ile ya 12 na ule mstari wa 21. Anasema usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema. Sasa unaweza ukaushinda ubaya pale tu unapojua kutenda wema. Na hii ina apply pia kwa habari ya tabia. Ili kuweza kuzishinda ama kuziondoa tabia mbaya kwenye maisha yetu, tunapaswa kusubstitute tabia njema kwenye lile eneo la tabia mbaya. Sasa unapo concentrate kufanya ama kuwaza mambo mabaya ama kutenda tabia mbaya, inaondoa nafasi ya wewe kuishi ama kutenda tabia zilizo njema. Kibiblia tunawezaje kubadilisha tabia mbaya kuwa tabia njema? Ni pale tu ambapo hatutakubali kushindwa na zile tabia mbaya, bali tutazisubstitute na tabia njema. Okay, so hebu nizungumzie mambo ya msingi sana ambayo yanajenga tabia. Tabia ikiwa ni njema ama ni mbaya. Jambo la kwanza la msingi ambalo linajenga tabia yoyote ile kwenye maisha ya mwanadamu ni ile hali ya kujirudia, repetition. Kama nilivyo tafsiri kwenye ile definition ya tabia ni nini, nilizungumza kwa habari ya kujirudia. So unapokuwa na tabia mbaya, maana yake ni kwamba uliwahi kufanya hilo jambo kwa kujirudia likakupelekea kuishi kwenye hiyo tabia mbaya. Na hata hivyo ukifanya pia kwa habari ya tabia njema kwa kujirudia, maana yake unatengeneza mazingira ya ile tabia njema kukaa kwenye maisha yako. Yohana 14 na ule mstari wa 26 inazungumza vile ambavyo Roho Mtakatifu ana nafasi kubwa sana ya kutufanya sisi kukumbuka kuishi katika tabia zilizo njema ama yale mambo yanayofaa. Na hii inatupelekea kujua kwamba kudeal na tabia mbaya inapaswa uamue kufanya tabia njema inayojirudia kwenye maisha yako ili kuweza kuishi maisha yale Mungu aliyoyakusudia. Tabia mbaya inapelekea kutoka nje ya kusudi la Mungu, lakini zaidi sana kuharibu hatima ambazo Mungu amezikusudia kwenye maisha yetu. Tunapoendelea kufanya tabia zilizo mbaya, maana yake zinaendelea kustick na maisha yetu na zinatuharibia kusudi la Mungu. Jambo la pili ambalo tabia yoyote either ni njema ama mbaya inajumuishwa ili kujengwa, maana yake ni kuprogram ufahamu. Kama nilivyosema, ufahamu wetu ni wa msingi sana tunapoprocess tabia ama mambo mema ama mabaya kwenye maisha yetu. Kwa hiyo vile ambavyo unaruhusu ufahamu wako kuwa exposed kwenye tabia zilizo mbaya,
ndivyo ambavyo tabia zile mbaya zinaendelea kujengeka ndani ya maisha yako. Lakini leo ninakushauri mtu wa Mungu, geuza vile ambavyo una program ufahamu wako, vile ambavyo unaruhusu mambo kuingia kwenye ufahamu wako. Maana yake ukiingiza mambo yaliyo mema ndani yako, ni yale ambayo yaliyo mema yatazaliwa ndani yako. Kwa hiyo fahamu zetu ama mindset zetu ni mlango kabisa sahihi wa kuingiza mambo mazuri ama mambo mabaya, na shetani amekuwa anatumia opportunity hiyo kupitia mawazo kupanda sasa ideas, kupanda tabia zilizo mbaya. Lakini leo ninakushauri mtu wa Mungu, usiruhusu wala usifungue mlango wa adui kushika ufahamu wako kuelekea kwenye mambo yaliyo mabaya, bali leo hebu tumia muda mwingi kuwekeza katika mambo yaliyo mema, kuwekeza katika tabia zilizo njema, ili uweze kutoa ndani yako tabia zilizo njema zinazompendeza Mungu. Jambo la mwisho ni kuwa hai ama kuwa active katika utendaji wako wa tabia zilizo njema. Ziko tabia ambazo zinapelekea mauti katika mwili, hata katika roho ya mwanadamu. Na ninapozungumza katika mwili, maana yake ni katika ile hali tu ya kuprocess mambo yako. Ziko tabia za uvivu, tabia za kubaki katika eneo moja na kutokuendelea mbele, kufanikiwa kwenye maisha yako. Ziko tabia ambazo zinaleta tu hali za sitofahamu kwenye maisha yetu. So ili kuovercome tabia kama hizo, maana yake ni kuwa hai katika tabia zilizo njema na kuwa mfu katika hizo tabia. Kwa hiyo leo hii unaweza ukaamua kuishi katika tabia zilizo njema kwa kuwa hai kwenye hizo tabia zilizo njema. So watu wengi sana tunaishi kwa hisia na si kwa maamuzi ambayo tunaamua kuyafanya kwenye maisha yetu. So ninakuchallenge kuanzia leo, ishi katika maamuzi na sio katika hisia. Usiwe driven na hisia zako. Unapofanya mambo, unapoamua kufanya mambo, kuwa driven ama endeshwa na maamuzi ambayo unayafanya, ambayo yatakuletea wewe matokeo yaliyochanya. So tabia kama uvivu wa kutokuamka mapema kufanya majukumu yako ya kila siku, hiyo inasababishwa na hali ya kuishi kihisia. Mwili unakwambia nimechoka bwana, ninaomba nipumzike, na wewe kweli unaishi katika hisia hizo za mwili. Lakini unaweza kubadilisha leo hii kuishi katika maamuzi ambayo umejiwekea wewe mwenyewe ili kuona mafanikio katika maisha yako. Na ninapozungumza kwa habari la rohoni pia, ninaomba usiishi kwa hisia. Kwenye ulimwengu wa roho hatuishi kwa hisia. Tunapokubali kumfuata Kristo Yesu na kuishi maisha matakatifu, tunaishi maisha ya maamuzi. Tulipoamua na kumkiri Yesu kwa vinywa vyetu na kuamini ndani ya mioyo yetu, ile siku ulipoamua, maana yake ni uliishi kwa maamuzi kuanzia siku ile, na roho yako iliamua ndani yake kutembea katika mtembeo wa roho, kuishi maisha yaliyo mema, kutembea katika tabia zilizo njema. Na sisi ambao tumemwamini Kristo Yesu, Biblia inasema tuwe vielelezo katika mwenendo wetu. Nami ninakuchallenge kuanzia sasa, hebu kuwa kielelezo katika tabia zilizo njema. Maisha yako yampendeze Mungu pamoja na watu. Biblia inasema Yesu alikuwa akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. So unaweza leo hii ukachagua kuwa na tabia njema zinazompendeza Mungu pamoja na watu. Na kufikia hapa ninafika mwisho wa episodi yetu ya leo. Ulikuwa na mimi Caleb Julius. Niombe usipitwe tena na episodi zinazokuja kupitia ukurasa huu. Till next time, God bless you guys. Amen.